Unakumbuka nikikutajia kwamba tabia Mrima imebadilika sana siku hizi? Naam, ninakumbuka, lakini sikudhani yatafika hapo. Bungulu alitamka kwa wasiwasi. Mangwasha alimsimulia Bungulu yote yanayomsibu. Alimweleza jinsi anavyojitwika jukumu la kuwasomesha, kuwalisha na kuwavisha watoto wake peke yake. Ile jadi ya mwanamke kuwa kichwa cha nyumba sasa haipo tena. Mangwasha kesha ivunja hadi hiyo bila kutarajia wala kunuia. Mrima haonekani kujitwika majukumu yake ya unyumba tena. Anakesha na kuamkia ulevini. Hana habari tena kuhusu familia yake. Haya yalimchosha Mangwasha, wala hakudhani Mrima angebadilika kiasi hicho. Lazima kuna sababu. Ama kweli, kabla hujafa hujaumbwa, Bungulu alitamka. Sababu ipo, ndiyo maana ninataka unisaidie kutatua jambo hili. Sitaweza peke yangu, kwani majukumu yangu yamekuwa mengi siku hizi, alitamka Mangwasha kwa masikitiko. Pole mwenzangu, usiwe na wasiwasi, niachie mimi hilo. Hautapita muda nitayajua yote, Bungulu alimhakikishia. Baada ya siku mbili, Mangwasha alishangaa kumwona mzee Sagiru nyumbani kwake. Alimkaribisha shingo upande. Baada ya salamu, alitamka kujua lililomleta kwake. Ebo bibie, hutaki kutembelewa? Ninawafahamu wanaonitembelea, sidhani wewe ni mmoja wao, Mangwasha alitamka bila kumtazama. Nisikilize cha urembo, tena tena unisikilize vizuri sana. Wakati mmoja nilitaka sana kukuoa, nawe ukaringa, ukamkimbilia kijana yule mpuuzi, mlevi na koma hapo mzee, mie siye sihaba au wale vibriti ngoma unaowazuzua kwa pesa. Usinitajie ya mume wangu, maana hayakuhusu, Mangwasha alisema kwa ukali. Sagiru aliachilia kicheko kirefu. Kicheko hicho kilizidi kumkasirisha Mangwasha. Kicheko kilipaa na kiliposhuka kilimwacha mzee huyo na kikohozi cha kusingizia. Alisafisha koo akatamka, kumbe unamfahamu Sihaba. Wajua, sasa ungekuwa unakunywa na kula vya bwerere, nisingekuruhusu ufanye kazi. Ungekuwa malkia wa kuheshimika, si mama wa kuombaomba usaidizi. Ungekuwa unaishi katika makasri yanayolindwa na majeshi ya askari, si kwenye magangao kama haya. Ungekuwa unatumikiwa na vijakazi. Kila unapokohoa wanakujia mbio kukuangukia, wanakuja mbio kukuangukia kutaka kujua haja yako. Kisha alisita akacheka kidogo na kusema, wajua mumeo aliko? Amepotelea kwenye vibanda vya walevi na madanguro ya walalahoi. Ukienda huko hutamkosa. Mzee Sagiro, siko tayari kuyasikia hayo. Tuheshimiane tafadhali, ninaomba uondoke, Mangwasha alimtaka kwa upole, huku machozi yakimchungulia machoni. Muulize anatoa wapi pesa, atakwambia, mzee huyo alitamka na kutoa kicheko cha fedheha alipokuwa akiondoka. Maneno ya Sagiru yalimkata maini. Alihisi kisunzi, akakaa kitini akilia kwa huzuni. Aliwaza kwa nini mzee yule alikuja kwake kupigilia msumari wa moto kwenye kidonda cha moyo kinachotoja damu. Kwa nini alikuja kupaka pilipili kwenye kidonda kibichi? Tangu nikiwa msichana hajakosa kuniandama, aliwaza. Ghafla alipanguza machozi akatamka kwa sauti ya chini, labda anajua hasa kule aliko Mrima. Ngoja kidogo Mangwasha, hebu vuta fikra. Alisema nimuulize Mrima wapi anatoa pesa zake? Ndiyo, anajua kule aliko na anajua anayemfadhili. Mama yangu we, isiwe ni Mungu wangu. Mangwasha, fungua macho sasa. Mangwasha alitupia mtandio wake mabegani, akatoka mbio kuelekea kwa Bungulu. Alikimbia kama mwehu, hakujali kusalimia wapita njia, hata wale aliowafahamu. Alipiga mbio hadi akafika. Alimkuta Bungulu akifua nguo zake. Mbona mbio hivyo mwenzangu? Unafukuzwa na nani? Bungulu alimuuliza bila hata salamu. Hakuelewa kwa nini Mangwasha kamjia wima jinsi ile, huku akihema kama afukuzwaye. Nishajua anakokwenda Mrima. Nipeleke, twende tukamtoe huko, Mangwasha alitamka, pumzi zikimpaa. Tulia kwanza ili umakinike, ndipo uniambie kwa tuo, Bungulu alimshauri. Alimletea bilauri ya maji ya matunda akayabugia kwa pupa.
Alitulia kwa muda, kisha akainua macho yake akamtazama Buguru. Machozi yalimtoka ghafla, alianza kulia upya. Sasa Buguru alijaribu kumtuliza, lakini bure. Aliamua kumwacha aliye hadi machungu yaliyo moyoni yamtoke. Kulia ni dawa ya majonzi pia. Baada ya muda mfupi, Mangwasha alitulia. Alikurupuka kutoka kitini na kumwambia Buguru amfuate. Subiri kwanza, wajua mila hairuhusu mke kumfuata mume kwenye starehe zake, Buguru alitahadharisha. Kama ni mila, basi leo nitaivunja. Kwanza hiyo usemayo ni ya kishenzi mno, si ya maendeleo hata kidogo. Na ikiwa nyuma itatekelezwa na moto, mke hawezi kwenda kumtafuta mumewe huko anakobarizi. Niambie, ikiwa mtoto ni mgonjwa mahututi, mke hawezi kwenda kumtoa mumewe ulevini akamhudumia mwanawe? Mangwasha alimuuliza kwa hamaki, kisha akakumbuka wasia aliyopewa na mamaye kwamba jawabu zuri la hasira ni kimya, kwamba hasira hazijengi bali hubomoa na kuzima taa ya busara. Pole mwenzangu kwa kukujia na mazonge yangu namna hii, Mangwasha alinyenyekea. Naelewa, najua ulio nayo ni mazito na machungu. Tulia kwanza, tuyapime mambo vizuri, Buguru alishauri. Baada ya kusimuliwa yote yaliyojiri, Buguru alimsihi Mangwasha wasiende huko kwenye vilabu vya pombe. Hapana, nipeleke Buguru na kuomba twende ili nishuhudie mwenyewe, Mangwasha alisihi. Mwenzangu, najua kungwi wapo pia hakukufunza hivyo. Narudia tena, usimfuate mumewe kwenye makao ya starehe, msubiri afike nyumbani kisha upate kujua uyatakayo, Buguru alishauri. Potelea mbali na mambo ya makungwi. Yale yalikuwa mafunzo ya kutufanya tukubali mambo tu bila kuyasairi, tuyakubali yote bila kero. Maisha ya kisasa yameshapiga teke mila hiyo ya dhuluma. Mimi simo humo, nina haki ya kujua kinachoendelea katika maisha ya mume wangu. Huo unyenyekevu wa kijinga siutaki. Ujadi wa utumwa hauna nafasi katika maisha yangu. Huoni mambo sasa yamebadilika? Mangwasha alipandisha utambi. Naelewa unavyohisi, alianza kutamka Buguru, lakini akamtatiza usemi na kusema, huelewi hata kidogo. Mumewe kamwe hakuwa mlevi, alikutimiza mahitaji yako yote. Mungu amrehemu aliko. Huwezi kumfananisha na mtu anayekesha kwenye vilabu vya pombe. Leo Mrima amekuwa hivyo. Fikiria jinsi mlivyopendana, jinsi mlivyosaidiana kwa mema na mabaya. Msubiri aje kisha muulize kwa utaratibu ni kitu gani kinachomsumbua. Sawa mwenzangu, Buguru alisihi. Utakuja nami au huji? Mangwasha alisimama tayari kuondoka. Twende nawe hadi kwako nyumbani, nitakusubiri huko hadi urudi. Basi si vyema kuandamana nawe, Buguru alishauri. Mangwasha alipumua na kutamka, ama kweli mtu hashauriani na mwoga kuhusu vita, ni sawa na kupiga hewa kwa fimbo. Haya, twende basi. Wanawake hao waliandamana hadi kwa Mangwasha. Buguru aliamua kumsubiri mwenzake hadi atakaporudi. Mangwasha alitoka mbio kuelekea kwenye mabanda kunakouzwa vileo mbalimbali. Eneo hili lilijulikana kwa jina maarufu kama Ponda Mali. Alijua hata mkosa Mrima mahali hapo. Alijua pia kama makazi haya ya walevi ndiyo yaliyokuwa mashukio ya mumewe. Hapa ndipo alipouponda mwili na kuponza utu wake. Vijipesa alivyokuwa akipata kama mshahara vilipondwa hapa na malofa waliovizia vya wenziwe, vijisenti ambavyo havikuweza hata kuikimu jamaa yake. Alijitanda mtandio wake kichwani na kuuficha uso wake alipokaribia mabanda hayo. Harufu kali ya pombe za kila aina ilihanikiza. Aliziba pua kwa mtandio wake. Njiani alikumbana na walevi waliozua vitimbi vya kila aina. Wengine waliimba nyimbo zilizokuwa na mahadi, ili hali wengine walibaki kutoa vicheko vilivyoudhi wapita njia. Hapa na pale aliwaona wengine wakitapika ovyo baada ya nishai za ulevi kunoga. Wale waliolewa chopi walilala kando ya njia, mikonomo yao ilisikika tokea mbali. Wengine walipepesuka majiani huku wakiwatusi wapita njia kama wehu. Baadhi yao
walijisaidia kando ya njia bila kujali wanaopita mahali hapo. Kati ya hawa kuna mmoja aliyemshangaza Mangwasha zaidi. Alidhani mumewe ndiye aliyemwonyesha vitimbi kupitia nyimbo za kilevi alizoimba, lakini huyu alikuwa